Mama Sita. Yeah. Karibu sana kwenye show Shukran. Unajisikiaje? Unajisikia sikiaje? Ongea na sauti tu, najisikia fit, yani najisikia niko high, niko fit. Uko firi. Yeah. Mama Sita ilitokana na nini? Na jina lako kamili ni labda? Jina langu kamili ni Masilungao. Ni Mama Sita nilianza kujiita nikiwa form 1. Juu nilikuwa kapumpu, sana nikaona nijiite Mama Sita. Nilikuwa kapumpu. Hivyo ndo ilianza na ikahit mpaka saa hii. So ulijiita Mama Sita juu kwa sababu labda na maumbile. Labda Mama Sita, safari yako imekuaje kwenye labda tasnia, manake wewe ni kati ya watu ambao una influence kubwa sana katika taifa la Kenya na katika county ya Vihiga. Safari haijakuwa rahisi, iko na ups and downs, unajua. Labda safari imekuaje? Ndoto imekuaje kabisa? Kwa sababu Mama Sita siku moja na tamani nifike mahali hapa. Okay, ndoto yangu imekuwa ni story na ni ngumu, si rahisi. Sasa aje tu. Unajua sasa ukifanya kitu unasikia umetusiwa, unaambiwa sasa mimi hivyo venye naendanga msafara wanasema nimezeeka, sijui ni leo watoto. Haimaanishi kama msee amenona ati na maana amezeeka, hapana. Mimi nimenona, nakula vizuri. Yaani bado naweza. Ni ile tu mimi napenda kusaidia wasee. Haimaanishi ati mtu akienda msafara anapenda matanga, hapana. Ukienda msafara unasaidia yani wale watu wa familia wasijihisi wako peke yao. Sasa mkienda huko mnasikia yani wana feel tu wako fiti. By the hapo tu kwa msafara, nimekuona kwa msafara na kuona kwa poster, una advertise nini fulani. Unajua mtu anaonekana kwa poster na kula unono. Labda wewe vieti kwa mahali ama namna gani? Hakuna unono nakula, ni ile tu kujituma. Najituma tu at least. Lakini watu wengine wanachukua tu vitu vice versa, wenye wanafikiria, lakini mimi kwa akili yangu nafanya ile kitu inanibamba. So unakula ngapi hivi kwa advertisement? Advertisement hakuna kitu mimi nakula, like unaona saa shida ya huku unajitolea una advertise msee club, msee anachukua mzinga account anakumwagia. Bana unapewa mzinga account unatingika, unalewa. Sasa unaona hata unasema unalipo na mzinga bana mimi hiyo story ni bambi. Hiyo story ya mzinga ni bambi. What do you mean by unasema mzinga? Ati unapiga advertisement baada ya mtu kulipa na kulipa mzinga? Imagine unapewa mzinga. What if kama umeokoka na unapiga advertisement ya club? Sasa unajua hapo Sunday na kwanga ngori, sijui utapewa mzinga ya maji ama. Lakini sasa juu sasa unajua lazima tu tena lazima uchangamshe akili. Waache hiyo mchezo. Kama msee amejitolea kukuadvertisia kitu, wewe mjenge tu mado zake, kama uko na chai wewe mjenge, lakini hapo kwa pesa sana. Mpatie cause maybe mtu kama mimi niko na mtu ananitegemea. Maybe kuna boys ako hapo na wife anamtegemea, mamake anamtegemea. Sasa unampatia tu pesa yake, yeye anajijenga kiyeye. Unajua kumbe hii story ilikuwa real. Niliona Natio Braka amesema ati influencers of Vihiga tunapiga advertisement alafu mnatupea mzinga. Kumbe the story was this real? Yeah, it's so real. Iko real kabisa. Wewe umenipa mahali mzinga. Yaani leo tukapiga advertisement kama Mama Sita ukasikia mzinga county. Yohana Mugeni na tumbler juu. Sasa after kumaliza kukunywa kauliza mshahara iko wapi, akakwambia mshahara ni umekunywa. Manzejo lakini hope hiyo tabia itaisha. Msaki kufanyia kazi wewe mdunge tu pesa yake. Malizane, wewe kama unajisikia umbaie drink ni sawa, lakini hapo kwa pesa sana. Na Mama Sita unajua online kuna cyberbullying. How do you deal with this cyberbullying? Unaweka kitu mtu anakutusa na kwambia kijana tafuta content. Manze sasa kwanza hapo nimepokea matusi. Nimepokea matusi. Lakini sasa juu mimi unajua sasa vitu za FB ukikaa kwa kichwa huwezi endelea. So mimi zinaingilia huku zinatokea huku. Sasa mimi huwa na assume tu ni kama si mimi nimeambiwa. Now what happened to your account? Manake ni rare sana kupata mtu na big fan base kama yako na mtu anafanya tu vitu za kupost picha nini. What happened? Nini ilifanya paka account yako ukakuwa such an influencer kwa social media? Ni hizi tu vitu za kuenda msafara kusaidiana. Lakini sasa watu wanachukulia tu vitu sijui aje. Nataka sasa usafishie watu wa msafara jina. Wanasemanga watu wa msafara nyinyi ni watu wa mkono mrefu. Wanasema watu wa msafara sijui mambo gani, watu wa msafara. Yaani mtu akiona tu mtu wa msafara
huyu ni gangster. Is it true? No. Hakuna kitu kama hiyo. Okay, msafara, acha kwanza niwaambie kitu moja. Hiyo ni kujituma, mtu anajituma. Unaona? Mafuta ni yake, si ati mnekewa mafuta, cause amebai time yake, amekuja kuwasaidia. Yaani tunasaidiana tu. Like leo mimi naweza patwa na shida, kesho upatwe na shida. Hakuna mtu anaitanga shida. So, ukiona mtu ameenda msafara, usione ati ni mwizi ama ni ati hana kitu ya kufanya ama ana kazi, hapana. Hiyo inakuanga tu mtu amejituma. Let me cut you short. So unasema msafara nikiwa na matanga, you can come and help. Unaweza hata amua mnunue familia sanduku. Tunaweza amua tununue. Tunaweza amua tununue. Bora na wewe ukue isaidie yetu. Because somebody told me mkienda msafara lazima mtu alipie hiyo msafara. Yaani ni kama nakubuku. Venye nabuku mahema, nabuku sanduku ikuje kwetu, hivyo ninafanya wabuku mkuje. Cause unajua sasa hii bana life ya sasa watu wanakatika sana. Juu unaweza kuwa uko na matanga hujatubook na unataka tukuje, tutajua aje. Lazima utubook. Utuambie. So lazima alipe pesa. Alipe, si analipa pesa, analipa mwenye sound pesa, then mwenye sound ana post, tunajua siku fulani tunakam, for example tunakuja kusaidie. Hivyo. Mkikuja mnachanga pale. Tunajitolea hivyo. So huwa mnachanga. So ile tu si mnapiga tu honi pale pikipiki alafu hapana. So ni something that you do. By the way tumeona msafara, watu wanasema watu wa msafara watu wa msafara so is a good thing. So mtu lazima ajue tu hii ni kitu. Na labda home, Mama Sita, how is the story back home? Yani maybe mtu anaweza dhani Mama Sita sana anatoka kwa familia ya Kibombe. Anatoka pale mahali unaingia na ndai. Unajua mnasema unaingia na ndai. How is the story back home? Home ni hivi. Okay, mimi siwezi inaitwaje kujiheka hai na mimi niko low, hapana. Mimi kwetu kuko tu hivyo. Nile tu nimeamua tu nijitume hivyo. So home kwa moderate. Kuko katikati, hatuko down, hatuko up, tuko tu hapo katikati. Mama Sita alisoma wapi Mama Sita? Mama Sita alienda wapi primary? Nataka kujua Mama Sita alikuwa primary gani, seko gani? Okay, primary nimesomea Dandora Primary, Tomboya. Nimekuja nikasomea Toi Primary, huko ndo nilimalizia class 8. Nikajoin State. Kuna shule fulani huko Ngore inaitwa State High School. Nikasomea hadi form 3, nikakuja kumalizia huku home Kaimosi demonstration, nikafanya hapo form 4 yangu. Wow. Ndo maana uko na tabia za Kiislando hivi tabia za Kiislando. By the way, mimi sijasi ati nimelelewa huku Mshadha. No, mimi ni msawa mtaa, lakini sasa niliamua ni come home juu East or West home is the best. Unajua watu wanasema na Mama Sita na Nati Yobra the air. Tumetrend by the way. Nati. Tumetrend na Nati sana. Watu wanasema Mama Sita na Nati kuna kitu. Kuna kitu? Hakuna kitu mimi na Nati. In fact, mimi na Nati hatujawahi meet. Mimi sijaona Nati kwa macho hivi, na muoneanga tu kwa tenje. Na Nati hajawahi niona hivi personal. Nile tu hizi za FB hivyo tu, but tuna plan kumeet. Tutameet. So ile tu inakuanga mambo ya mtandao kwa mtandao tu hapa na pale. Who is your celebrity crush? My celebrity crush Oliver Kiwerengo. Oh my God, kumbe nakuanga celeb unasikia. Uko celeb. Watu wangu mimi nishatoka soko. Munisamehe kwa leo, nishatoka soko. Mama Sita, what can you tell kuna mtu huko out? Unaweza mu advice aje? Okay, najua kuna watu wenye wanatamani kuwa kama Mama Sita. Unajua huwezi kuwa kama mimi kama una roho kama yangu. Juu wewe kama uko tayari kupata matusi wewe kama. Lakini siku rahisi huku nje. So unaanza waambia tu aje. Huku tuna hiyo roho kama yangu ya kuvumilia. Ndo upande juu lazima uvumilie. Who inspired you uanze kupenda reggae na si bongo? Mbona si bongo? Mbona si gengeton? Mbona tu reggae? Mtu mwenye aliniinspire nipende reggae ni sizi yangu. Anaitwa Raslin na namnauo sana. Wao ndo walifanya nikapenda kusikiza reggae. Hadi sasa mimi ni reggae fan mbaya sana. Nani Busy Signal ngamba reading mwami na kuanga reggae. Busy Signal naimba. Busy Signal ni reading. Wow. So kuna reggae unajua tu unaweza chapia watu, unajua Mama Sita amefika area.
yani tu ile roge kama ni Lucky Dube in wherever you are. Kuna tu ile reggae unajua tu yani reggae gani ukubamba? Who is your favorite reggae artist? Lucky Dube. Ngoma yake gani tu ukisikiza Mama City unasikia manze nimesikiza reggae? Like for me nikikaa hivi nisikiza Lucky Dube in wherever you are. Kuna wimbo inaimbwanga reggae in the bedroom, reggae in the bathroom, reggae everywhere, reggae in jail, reggae in church, everybody likes it. They tried to kill it many years ago. Hiyo ndo inanibambanga sana. Twende. It was nice man. Mbona kata? To kill it many years ago, killing the brothers because of reggae. What's your bigger dream? Yani Mama City 5 years from now, you just say Mama City nze kutura hambe ya kutuka ya I'll be a different person. Mi dream yangu manze, mi hata Mungu tu aniokoe nipate madoni saidie vijana huku nje wanaumia, wanasafa sana. Like nikiweza pata tu do, mimi naweza fungua biz, niandika hapo vijana. Wako wanatoa hapo kitu kao, wanasaidia familia yao. Huku nje siku rahisi by the way. Ni kugumu sana. Na wewe have you ever thought to record ngoma ya reggae? Mwe thought tu kuandika lyrics za reggae na ukasema nataka kuingia studio. Hata kama ni kutoa cover ama ni kutoa ngoma yenyewe nitoe. Sasa hapo jo hapo bado maybe tafikiria in the coming days. You will think in the coming days. Wow. Kimaliza tu just give people a handle zako za social media za kupata aje. Tuone inakuwa aje. Okay, mimi Facebook najiita Mama City Mpenda Topsha. TikTok ni Mama City Mpenda Topsha. Alafu YouTube bado ni Mama City Mpenda Topsha. Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mluya, Mtiriki, Mumbo. Hiyo ingine sijui. Hiyo Mwifa ujui? Mwifa. Okay, let's hiyo ingine ni ngumu. Kuzini rudirije. Obo mukana mundeke. Mbe mkana mdiriji, Mumbo. Nakwambia hapo kwa Mwifa ndio sijui. Mwifa ni utamanyi. Mwifa ni penye mamangu alitoka ama? Mwifa Muluhova. Unakola kunda badiriji benyu. Abadiriji. Mabora he. Nze ndayanzi reggae mangana kakubola ati Mama City sijui shina ndenyata munde hembe. Kila mtu afanye kitu yenye nampendeza. Hii life ni fupi. Ukiona mtu anafanya kitu rekana na yako reshindisha kana hore ni ndio takwere. Ibutiriki. Kwetu ni natoka Kaimosi Mulundu. Wole nduranga Kaimosi Mulundu ndi mukhana fulani ndasomera kakuta ndora hara. Tumaliza tu. Ndula na Litari yange mbo ni mbo. Litari yange ni Masi. Ndula Itirichi Mulundu. Ndasomera Tombo ya primary iri Dandora, ndasomera Choi primary iri Kibra, ndasomera Kawangware, ndasomera Kaimosi demonstration. Big up Kaimosi demonstration by the way. Ni hivyo. Na nataka kubig up mafans wangu. Wacha nianze. Oliver Kiverenge, Derek, niko na Kisirani ya Viga, niko na Makutesa, niko na Kidomnare, niko na DJ Ibra, niko na MC Bonoko, manze nawapenda. MC Kwache, wewe. Kuna MC OCPD. Na nyinyi wengine wote wenye nawapenda tu sana. Na big up sistangu Raslin, manze nakupenda tu sana. Mtoi wangu Prince, bro wangu Davil. Blessed. Wenye wanataka kunitafuta namba yangu 0746832037. Anawapenda sana. One love. Wakiwa na busy walete. Mkiwa na busy ya kuadvertise Bukla, busy ya kuadvertise nini na nini kila kitu mlete. Si mnajua venye kunaendanga. Lakini hiyo story ya kulipana na mzinga mimi siko. Guys, tumekuwa tupiga story na Mama City, mmesikia story yake mali life ilianzia. Mimi niite presenter Olive Kiverengo, unaweza tembelea kwenye mitandao yetu yote
YouTube @Mlogoli TV, Facebook presenter Olive Keverenge, TikTok presenter Olive Keverenge, IG mpiga picha amekuwa Derek Mugalo. Unaweza mpata pale Facebook as Derek Mugalo, TikTok as Derek Mugalo. Bye bye na chao kwa sasa.